Ili tupate historia sahihi ya unyago, TVE Habari tumetembelea kijiji cha Msungua, wilaya ya Ikungi, mkoani Singida. Na hapa tumekutana na wazee wakitueleza unyago au jando ni kitu gani. Zamani kwa tunapelekwa kwa jando kwa kufikia umri wa kutahiriwa. Unapelekwa pale, unatahiriwa, mnakusanywa. Mimi nimebahatika kwenda kimila. Mnaenda pale, mnakusanywa, mnaelezwa jinsi ya kuishi na jamii. Wanakusanywa pamoja, wanawekwa mji mmoja, anakuja ngariba, anafanyia tohara. Kwamba jando ni wakati kijana wa kiume anapofikia umri wa kwenda hiyo suna. Ilikuwa wazazi wetu huko mwanzoni, aidha huko nyuma, walikuwa wakifanya kazi hiyo katika muda ambao ni muda wa baridi. Hii jando na tulifanikiwa kwenda tukiwa watu 5, na kama sikosei nakumbuka ilikuwa ni mwaka 1977. Umuhimu wa kitu hiki unatokana na matokeo yake. Je, jando lina umuhimu gani kwa jamii? Sababu nimejifunza kuishi na jamii yote ili kutokumbagua mtu. Tulikuwa tufundishwa ishi na huyu aina hii, usibague watu. Na watu ndio mtaji wako mkubwa katika maisha yako. Unyago manake ni kufundishwa namna gani ya kuishi juu ya maisha ya binadamu na juu ya ujamii. Ukiwa ulikuwa umetoka umekwenda kutembea, iko wakati wa kurudi, lazima wanapokuja huji kimya paka uje uingia ndani. Itabidi uanze kupiga mluzi ili kama mama alikuwa amekaa vibaya ili apate kufanya nini? Kujiweka vizuri. Mara kama hiyo vijana walikuwa wanafundishwa uvumilivu. Kwanza uvumilivu wa kwanza ni ile kufanyiwa tohara pasipo ganzi. Ni kipi wanakikosa vijana wa sasa ambao hawapitii jando na unyago? Wanakikosa yale maadili ya uvumilivu na ufanyaji wa kazi, kwa sababu wakati huo wale wenzao walikuwa wanafundishwa mambo ya uvumilivu na ujasiriamali vile vile. Mtoto wa leo huko zamani walikuwa mtoto wa kiume wanakula pamoja na ndugu zake wa kiume kwenye dimu. Wakati wa kwenda jando, vijana wanazungumza lugha gani katika kupeana moyo? Kwa wengine wana wasiwasi, tunajipa moyo. Ni jambo la kawaida kwa sababu wazazi wetu tushajua wamefanyiwa, tunajipa moyo. Na si tunajipa kukua. Kila chenye faida hakikosi kasoro. Je, jando kasoro yake ni nini? Kisu kimoja hicho. Na ndio maana kwa kweli kulikuwa ni hatari sana kwa ajili ya uambukizaji wa magonjwa. Mbali na kuhifadhi mila na desturi, unyago pia hutumika kama jukwaa la kutoa elimu kuhusiana na afya, mahusiano na wajibu wa kijamii, huku ukihimiza mafunzo yanayozingatia usalama, utu na haki za mtoto kuendana na mabadiliko ya wakati na sheria sahihi.